alinusurika alipigwa risasi na kunusurika kuuawa na akawa anapatiwa matibabu ambao ni matibabu endelevu. Naam, karibu sana msikilizaji katika kituo chetu hichi, ili niweze kukufahamisha na kuyafafanua yale ambayo yameweza kutokea siku ya leo, ili tupate uelewa kwa kina kwamba kinachotokea ni kipi. Taarifa ninazozipata hapa msikilizaji ni kuhusu mwenyekiti wa chama cha Chadema Bwana Tundu Lissu ambaye ameshikiliwa katika gereza la Ukonga na ambaye kesi yake ya uhaini ambaye ameweza kushtakiwa na Jamhuri ya Tanzania inaendelea kusikilizwa. Sasa msikilizaji, taarifa ninazozipata kutoka kwa Tundu Lissu kupitia kwenye wakili wake, amesema kwamba hali yake Tundu Lissu imeendelea kuzorota pale gerezani, na hichi kimesababishwa na tukio la kukosa kuhudhuria baadhi ya mialiko ya hospitali hapa na pale kutokana na hali yake ya kukamatwa ama kuendelea kushikiliwa na mahakama. Utakumbuka msikilizaji kwamba bwana huyo alipata kushambuliwa, akapigwa marisasi kipindi kile cha uchaguzi, na kwa hivyo alitakwa kuendelea kufanya ziara kadhaa katika kliniki ili kuweza kuangaliwa ama hali yake kuweza kudhibitiwa na madaktari. Sasa inatokea kwamba tangu ameweza kukamatwa hajaweza bila shaka kupata nafasi zitakazomwezesha kuhudhuria hospitali ama kuhudhuria baadhi ya mialiko ambayo amepatiwa hospitali, zile appointments za kuona daktari na kuweza kupata advice ya vile atakavyoweza kuendelea kuishi na kutumia madawa ili hali yake iweze kurejea sawa. Kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu alinusurika alipigwa risasi na kunusurika kuuawa na akawa anapatiwa matibabu ambao ni matibabu endelevu. Sasa kwa tangu amekamatwa tarehe 9 Aprili mwaka jana, amekuwa akiwa ndani. Kwa hiyo mara kadhaa amekosa kuweza kuhudhuria hizo kliniki zake. Kwa hiyo kwa sababu ya kushinda kuhudhuria kliniki zake, zinamsababisha anazidi kupata maumivu zaidi, lakini pia anazidi kutofuata utaratibu wa kidaktari. Kwa hiyo unamsababishia afya yake inazidi kuzorota kwa sababu amekaa ndani muda mrefu tangu tarehe 9 Aprili mwaka jana. Kwa hiyo kama binadamu wa kawaida, kama raia wa kawaida, ana haki ya kupata matibabu ya msingi, ana haki ya kesi kusikizwa kwa wakati. Kwa hiyo hati hiyo ni hati ambayo inaiomba mahakama ya rufaa kuhakikisha kwamba revision au marejeo ambayo alifailiwa na mwendesha mashtaka mkuu wa serikali ni muhimu ikasikilizwa kwa wakati, ili mwisho wa siku yeye aweze kupata haki zake kama Mtanzania wa kawaida, lakini pia kama kiongozi wa chama kikuu cha upinzani. Na mahakama ya rufaa ina uwezo huo kwa mujibu wa kanuni ya 4 ya kanuni za mwongozo wa mahakama ya rufaa, kutenda haki kwa kuhakikisha kwamba mahakama ya rufaa haitumiki kama njia ya kukandamiza haki za watu au kutofuata utaratibu. Kwa hiyo ni muhimu mahakama ya rufaa ikafanya hivyo ili mwisho wa siku haki iweze kuonekana ikitendeka. Sasa kuna taarifa hizi ambazo nataka nikusomee msikilizaji kwa sasa, ili tupate kuelewa kwamba taswira kamili ni ipi. Sema hivi: Lissu anahitaji kwa sasa awe yashapatiwa matibabu ya kitaalamu, tukizingatia historia yake. Wanachofanya Judiciary TZ ni kumwacha ateseke bila sababu, na hii serikali ya wauaji wanatarajia dhofike na hata kufia jela. Mnawaona hawa ni binadamu hivi. Wanaelewa Lissu ni moja ya sababu bado Watanzania wana matumaini na wamekaa wanasubiri atoke, ndio maana kuna ukimya fulani.
Watanzania tuelewe, tukimpoteza Lissu tunakaa muda mrefu kupata mzalendo mwingine kama huyo, na msitarajie Samia kuwa na busara, yeye anawaza damu tu. Tusipopambana hakuna Jaruja tutakomboa. Isha akasema kwamba kwenye Kiingereza, Tundu Lissu has filed an application before the Court of Appeal seeking an expedited hearing of his treason case, citing his rapidly deteriorating health. This development underscores the urgency and gravity of his situation. Clearly, Samia Suluhu wants Lissu to wither and hopes he dies in illegal detention before he sees justice. This is not an exaggeration. We need immediate action. Taarifa hiyo imeweza kusoma msikilizaji, na bila shaka kilichoweza kuelezwa pale ni kwamba hali ya Tundu Lissu pale gerezani Ukonga imeendelea kuzorota, na katika hali hiyo anahitaji kupata nafasi ya kuhudhuria baadhi ya kliniki zake kwa wakati wake, na kwa hivyo wameiomba mahakama kuhakikisha kwamba kesi yake inapata kusikilizwa kwa haraka bila kuahirishwa sana ama kuwekwa pembeni, ili hali ya Tundu Lissu isiendelee kudhoofika pale gerezani. Anapaswa kupata majibu yake ama kupata kesi yake kutathminiwa, na ikiwa anapata majibu ya kufungwa, basi ieleweke wazi kwamba uamuzi uliotolewa ni kwamba kesi yake imemfunga. Lakini ikiwa kesi hiyo haijaamuliwa na kujaweza kupeana mwelekeo na mahakama kwamba ni kipi kinatarajiwa kufanyika, kwamba mahakama ihakikishe kwamba mchakato mzima huu unafanyika haraka kwa sababu ya kulinda haki zake Bwana Tundu Lissu na haki za kuweza kuhakikisha kwamba anapata matibabu ama anapata huduma za afya kama anavyohitajika na madaktari wake. Sasa kulingana na wakili wake Tundu Lissu, amesema kwamba jamhuri inaendelea kumshikilia Tundu Lissu kinyume na sheria na kuendelea kuziendelesha sana siku zake za kushikiliwa bila sababu za msingi. Lakini kulingana na yeye pia amesema kwamba hali hiyo inamsababishia bwana huyu hali yake kuendelea kudhoofika kutokana na kukosa kuhudhuria baadhi ya kliniki ambazo anahitaji kuzihudhuria, kukosa kupata madawa, kukosa kupata matibabu ya hakika, kwa sababu hali yake ilikuwa sio nzuri. Kama unavyojua msikilizaji, Tundu Lissu alipata kushambuliwa, akapigwa marisasi kadhaa na akapata kuumizwa sana. Kwa hivyo mwili wake asipoweza kuangaliwa, hali yake inazidi kudhoofika na bila shaka anazidi kukosa nguvu za kuendelea kuwepo. Lakini amekumbusha mahakama na wananchi kwamba Tundu Lissu anawapa matumaini sana wa Tanzania, na kwamba ni mzalendo ambaye watu wengi nchini Tanzania wanamtegemea sasa hivi. Ikiwa kwamba ameyapoteza maisha yake, itawachukua muda sana wa Tanzania kupata mtu kama yeye ambaye anapigania maslahi ya watu, ambaye anahakikisha kwamba haki za Tanzania zinazidi kufuatiliwa na kwamba katiba inaheshimiwa hata kama kuna mchakato wa kuitengeneza katiba mpya.
Msikilizaji, ndo taarifa ambazo zimeweza kutoka kwa wakili huyu wa Tundu Lissu, lakini pia nitazidi kuhakikisha kwamba ninazidi kuzifuatilia ili niendelee kukupatia latest developments ili upate kuelewa kwamba ni kipi kinaendelea kutendeka. Lakini nakukaribisha uendelee kupiga subscription na kuendelea kutufuatilia ili kuhakikisha kwamba unazipata taarifa zetu punde zinapotokea.